Tuna mambo mawili tu leo katika ibada yetu. La kwanza ni Mungu, la pili sijakusikia. La kwanza ni Mungu, la pili pesa. Haleluya. Hapa nani ametelekezwa na mume? Aliyetelekezwa na mume, hebu simama. Simama tu nikuone. Kama umetelekezwa na mume, simama tu nikuone. Kumekucha. Hebu njoo. Wewe umetelekezwa na mume? Amina. Nimetelekezwa na mume. Ndio. Umetelekezwa na mume? Ndio. Kakutelekeza lini? Tulikuwa tunaishi vizuri. Alipata kazi Tanga. Akapata kazi Tanga? Alipata kazi Tanga. Alipoenda Tanga ndo chanzo cha matatizo. Nilipata changamoto sana. Nilipata changamoto sana. Kwa hiyo yuko Tanga mpaka leo. Tanga nilimwambia Mungu, naomba umtoe Tanga kwa sababu. Yaani ulimwambia Mungu amtoe Tanga? Amtoe Tanga kwa sababu Tanga ndo alikuwa amepata kazi. Baada ya kumwambia Mungu amtoe Tanga, Mungu akafanyaje? Baada ya kunitelekeza, Mungu naye alimfukuza kazini kwa sababu wakati Mungu alimfukuza kazi. Kwa sababu kwa hiyo hana kazi. Anahangaika Tanga alitoka. Mungu alisikia kilio changu kwa sababu nilisema hawa. Mungu alisikia kilio chako. Mungu, yani nilimwambia Mungu, ulimwambia Mungu umtoe Tanga kwa sababu wameweka giza. Naomba umpeleke sehemu yoyote tu. Huku hawezi kuja kwa sababu haoni hata familia. Ni kweli niliomba sana nikiwa ndani na kwenye zebu langu. Ndio. Niliomba sana na kulia. Baada ya siku 3. Siku ya 4 mwanamke alipiga simu, mume wako ameniacha kwenye chumba. Ameenda wapi? Singida. Nikamwambia. Kwa hiyo kule Tanga alipata mwanamke mwingine? Yaani sio mmoja. Kila mwanamke akimpata ananipigia simu au mpati. Mimi namwambia hivi, kama nyinyi wao wanawake wa Tanga ndo walikuwa wanakupigia simu? Wananipigia mimi kwenye simu. Wanakuambiaje? Wananiambia hivi, wewe hautompata mwanaume wako. Wewe si mtu wa Dodoma. Wananiambiaje? Wewe ni mtu wa Dodoma. Kwenu maji ya chumvi, kwetu tunatumia iliki. Mimi nikawajibu hivi. Wanakwambia? Wewe ni mtu wa Dodoma. Kwenu mnatumia maji ya chumvi. Kwetu ni hiliki na mdalasini na tangawizi. Mimi niliwajibu, sitowajibu ila Mungu atawajibu kwa sababu. Walikwambia wao kwenu maji ya chumvi Dodoma. Kule wanatumia abdalasini na iliki. Wanamuogesha. Mimi sijawahi kumuogesha na sijawahi. Wewe hujawahi kumuogesha? Hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alinipa yule mwanaume. Kwa hiyo kama Mungu alikupa ndo utakiwi kumuogesha. Unamuogesha lakini sio kwa maji ya iliki, tangawizi, yani kwa maneno. Kwa hiyo wewe maji yako unamuogesha kawaida. Maneno. Au wewe unamuogesha na maneno? Kaenda na kuogeshwa na maji harisi. Alafu na maneno juu. Uende kazini upate pesa, tunadaiwa kodi tulipo. Na kweli nikishatamka akienda kazini ana fight. Lakini alivyonisaliti nikamwambia. Amekuacha na watoto wangapi? Aliniacha na watoto 3 na mimba changa. Lakini Mungu ajabu. Kwa hiyo sasa hivi mimba changa ndo huyu mtoto? Na hamjui mpaka wa leo. Hajamuona? Sasa hivi unaishi wapi sasa? Sasa hivi mimi nimepanga Mlahati. Unalipa chumba shilingi ngapi? Na 30,000 na umeme 10,000. Lakini umeshapata bwana kukusaidia? Bwana sina hata mmoja ila naomba. Unaomba? Mume niliozaa naye ambaye huyu ni Baba Zai arudi. Baba Zai arudi. Unaomba Baba Zai arudi? Arudi kwa sababu nimezaa naye mwanaume mwingine. Umezaa naye watoto wangapi? Nimezaa naye watoto 2, alafu alinikuta na watoto 2 wakiwa wadogo. Kwa hiyo Baba Zai ndo alikuwa analea na wale watoto au wale watoto walikuwa kwa Baba Zai? Baba Zai ndo aliowalea wale watoto. Wale watoto. Au mzigo ulimuelemea Baba Zai? Hapana, ni matatizo tu, ni changamoto wanawake. Si unajua wanawake, mwanaume akiwa na kazi nzuri wanafanya wanavyoweza, lakini Mungu naye anaweza vile vile. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado unamhitaji Baba Zai? Huwa ananitafuta. Yeye hana simu, anadai maisha. Alikuwa na kazi
lakini ile kazi alifukuzwa. Kwa hiyo anafanya kazi na sijaambiwa na yeye, kaniambia mfanyakazi mwenzake. Simu hana, ana simu. Sasa yule mfanyakazi mwenzie nikipiga simu block, yani hasemi. Kila nikipiga simu naomba niongee na Bazai, watoto wanaumwa, hatuna hata 100. Yule leo nyumbani umeacha shilingi ngapi? Nyumbani hata 100 hamna tangu jana nilipokanyaga hapa, hata ile shilingi sina. Na juzi mwenye nyumba kanidai kodi yake, nimemwambia. Mimi nilichomjibu nikamwambia, mama, mwachie Mungu, kwa sababu Mungu ndo alionifanya. Unashughulika na nini? Mimi kazi zangu huwa naokota makopo. Unaokota makopo? Lakini namwamini Mungu tu. Unaokota unaenda kuuza wapi? Naenda pale nyumbani. Kuna mkaka. Na huyu mtoto unapokwenda kuokota makopo unamwacha na nani? Naenda naye. Nitamwachia nani? Bado mdogo. Shule sina ada. Ana umri gani huyu? Sasa hivi ana miaka 2 na miezi 2. Kwa hiyo unamweka mgongoni? Afu naenda kuokota makopo? Na chupa zangu kuna Waarabu huwa wananiwekea, nikienda pale na kusanya. Unaenda kwa Waarabu? Napata kilo 4 huwa wananiwekea. Kwa hiyo kwa siku ukiuza chupa unapata shilingi ngapi? 5,000. 5,000. Muda mwingine hata 2,000, 1,500. Lakini namwambia Mungu, wewe naomba unisaidie, ananisaidia. Watu unakuta wananipigia simu. Na watoto wengine 3 wako wapi? Ninao. Wako wapi leo? Nimewaacha nyumbani, wameenda kanisani kwenye zebu letu. Lao Kwa unataka Mungu akutendee. La kwanza baba Zai arudi. La pili? Cha kwanza nataka Mungu anitendee mume wangu arudi. Mume wako arudi. Cha pili? Ni matatizo tu ambayo yamemkuta. Cha pili, nataka Mungu aninunulie wasaidizi wa hatima. Wanisaidie hata nipate kujenga, kwa sababu nataka kujenga nyumba. Na watoto, kwa sababu mimi sijasoma, mimi sina elimu, mimi sina kipaji cha kazi ya aina yoyote, na ninazeeka. Hawa watoto wataishi maisha gani? Una umri wa miaka mingapi? Mimi na miaka 33. Mwanao wa kwanza ana umri gani? Ana miaka 17. 17. Sasa hivi yuko form 4. Mwanangu wa pili. Kwa hiyo ukitaka angalau ufanye biashara ya kuanza nayo, sawa, unataka mtaji wa kiasi gani? Mimi biashara nifanye biashara. Mtaji pamoja na mahitaji ya pale nyumbani kama 500,000. 500,000. Pamoja na yani mahitaji ya watoto nini na mtaji na yote. Jamani, amesema anataka nini? 500,000. Baba Zai huko uliko tunakuita. Tena nampenda sana. Unampenda sana? Kwa sababu gani? Haujakasirika utafute mwingine? Mungu hataki. Kila nikisimama una mwingine, Mungu anakataa. Ninasaliti. Wengine wakikuijia unawakataa. Siwataki hata kuwasikia. Unamtaka Baba Zai? Na tangu nimeachana naye kanipa mimba huyo mtoto. Ndio. Ukweli nasema, nipo kwenye madhabahu. Ndio. Sijawahi kutembea na mwanaume wa aina yote mpaka sasa. Na nikimwambia Mungu, naomba mume sahihi, hebu nionyeshe mume wangu sahihi ni nani, naletewa picha yake. Unaletewa picha ya Baba Zai tena. Nimuwaze nisimwaze, picha yake inanijia hata nikiwa kanisani. Kwa hiyo nashindwa kuelewa. Kwa muda wote picha ya Baba Zai ndio inayokuja. Mimi naletewa picha yake jinsi alivyo vile vile. Na kama hana mwanamke pia sauti naisikia jimbo lipo wazi. Na kama ana mwanamke anaishi naye. Yaani kama unasikia jimbo liko? Mimi naambiwa jimbo liko wazi. Tulia, jimbo liko wazi. Jimbo la nani sasa? Yeye. Kumbe yeye ndo jimbo. Yaani napewa taarifa. Alina mbunge. Kwa sababu kama kweli umeokoka, Mungu anakuletea sauti zake na majibu. Kwa Mungu amekuwa akikusemesha. Kwamba jimbo la Baba Zai bado liko wazi. Na Mungu ananiambia kwamba wewe sasa hivi machozi umepangusa. Mungu ananiambia kwamba nimeshakujibia. Ukipata 500,000 leo unakwenda kufanya nini? Nikipata 500,000 leo, cha kwanza naenda kumpa mama pesa yake. Shilingi ngapi anakudai? Pesa yake ya kodi ni 200,000 miezi 6 na 10,000. Nitalipa na umeme 10,000. Kwa hiyo 220,000. Inayobaki 100,000 nitanunua chakula ndani nitaweka. Inayobaki nitafanya mtaji. Mtaji wa biashara gani? Na tishu. Tishu? Tishu za magari. Unawauza barabarani? Kwenye
Magomeni kwenye mwendo Magomeni kwenye mataa. Ulishawahi kufanya hiyo biashara? Nilishawahi kufanya. Kwa nini ilifilisika? Yaani nilizingirwa na maadui, naelewa, lakini bado sikukata tamaa. Hata nikiinuka nilimwambia Mungu utaninyanyua kwa njia nyingine. Nilivyokusikiliza kwenye redio nikiwa nipo mkoani, mama alikuwa anaumwa, tulisikia kwenye redio na kisimu changu kidogo. Ulikuwa mkoa gani? Dodoma. Kapona mama kwa maombi yako. Mama yako kapona kwa maombi hapa. Kwenye yani simu ndogo, lakini nimwambia mama kuwa na imani kama mimi mtoto wako. Kwa mama amepona. Amepona. Alikuwa anaumwa nini? Sasa hivi analima. Alianguka kiuno kikawa akifanyi kazi, lakini sasa hivi kiuno kinafanya kazi. Aliponipigia simu nikamwambia mama sina nauli lakini nitapanda Fuso. Nikamwambia Mungu kesho. Kwa hiyo ulipanda Fuso mpaka Dodoma? Mpaka Dodoma. Na watoto ulimwachia nani? Yupo jirani yangu tunapendana sana, alinikopesha kama 20,000 ya kuachia pale. Umeshamrudishia? Ninayo hela. Sijamrudisha, lakini mimi namwambia wananijua kama nimeokoka pale nitapata. Yaani mtu ananifuata, dada una chakula, pesa hii hapa, nina imani utapata. Na maombi. Kwa nini nikikupa 500 leo unatoka kwenye umaskini? Utafanya biashara utafanikiwa. Mungu ataninyanyua, ninayo imani. Lakini Mungu ananiambia unipe 600,000. Mungu anakuambia unipe 600,000. Nikupe 600,000. Kweli nasema sauti haki ya Mungu na kweli. Mungu amekwambia saa ngapi? Ameniambia sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Kwamba madhabahu haya kuongezea 100,000. Ndio Mungu alivyokuambia. Mimi sidanganyi, ni kweli. Sidanganyi. Jamani, anasema Mungu amemsemesha sasa hivi kwamba yani sio uongo. Nipe 600,000. Kweli. Sidanganyi, wewe ni mtumishi, unaona na unajua shida za watu. Nadhani umeshaona. Kwa hiyo Mungu amekusemesha sasa hivi? Sasa hivi. Na yule aliyekwambia mwanzoni kwamba nikupe 500,000 ulikuwa ni wewe? Pale ni mimi kweli. Pale ulikuwa wewe. Sasa hivi huyu anayesema 600,000. Nimesikia sauti ongezewa 100,000. Ongezewa sauti ongezewa. Inasema ongezewa 100,000. Ongezewa 100,000. Kwa sababu utalipa kwenye kodi itapungua. Na Mungu ananiambia utapata kibali. Si kwamba umepiga mahesabu hapo umeona 500,000 itapungua. Hapana mama. Yaani baba sijapata kibali cha utumishi. Lakini ningepata kibali kutoka kwake. Na siwezi kujiingiza kwenye utumishi mpaka kibali cha Mungu. Kwa hiyo waambie watu Mungu anasemaje? Nawaambia watu kwanza Bwana Yesu asifiwe. Tangu jana nimeamka na furaha, lakini sikujua ni kitu gani ambacho Mungu atanitendea. Cha kwanza, ninashukuru sana kusikiliza redio. Naomba muendelee kusikiliza sana redio. Sijui mnanisikia. Na Mungu ameniambia kwamba nije hapa kwa maana Mungu kamgusa mtumishi wa Mungu. Sijui mnanielewa. Kwa hiyo nimemwambia ni 500,000, lakini Mungu ameniambia mwambie kuongeze 100,000. Akiwa kama mtumishi wa Mungu na yeye Mungu atamgusa. Mungu kasema au nimetunga. Kwa hiyo sikilizeni redio jamani. Inasaidia. Sasa hivi ndo Mungu amekwambia mwambie kuongezea 100,000. Sikudanganyi, ni kweli. Sasa hivi. Sasa hivi sikupiti. Na Mungu anajibu, na Mungu ananiambia tena kesha jibu maombi yako. Wewe shida tena basi. Yaani naambia tena. Yaani baraka zake zinamiminika kwa mimi kutoka madhabahu. Hata wanangu hawatoteseka tena. Wanao hawatoteseka tena. Hawatoteseka. Na nitamwambia Mungu anipe kibali. Sasa baada ya kupata hii pesa utaendelea kumhitaji baba zake arudi? Yule nimezaa naye sitomsaliti kwa sababu eti nimepata pesa. Sawa, utaendelea kumhitaji, bado unampenda. Nampenda arudi, tuje kanisani aokoke, hata kama Muislamu, hata kama familia yake Islam, lakini Mungu akigusa nafsi yake ataniambia mazani nipeke kanisani. Kipindi niko naye alikuwa anaenda kanisani, kanisa letu TAG alikuwa anaenda. Sasa hapa atashindwaje? Na ana matatizo, hana kazi, hana kibarua. Nani atakayempa kazi zaidi ya Mungu? Ni Amen. Mungu. Jamani, tumpe 500,000, tumpe 600,000. Mwanzoni alisema 500,000. Sasa hivi amesema Mungu amemwambia sasa hivi. Yaani anasema hivi, Mungu ameniambia sasa hivi ongeza 100,000.
Apewe 500,000, 600,000. Wangapi wanasema 500,000? Nione mikono yao juu. Wangapi wanasema apewe 600,000? Hebu nipe hela hapo. Tunafungua bunda la kwanza. Tunafungua hizi hapa. Amen. Hebu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, baada ya wewe Mungu, maisha ni pesa. Baada ya Mungu, maisha ni pesa. Tamka ukiwa umesimama, sema baada ya Mungu, maisha ni pesa. 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 Kuanzia leo, Mungu nipe pesa. Amen. Tunafungua. Tumalizane naye kabisa Tumalizane naye kabisa huyu mama. Bali mama anasema ana watoto wangapi? 4. Na anafanya kazi gani? Anaokota makopo. Baba zai yuko Tanga, anaosha kwa Iringi na Mdalasini. Yuko Singida. Sasa hivi yuko Singida. Tanga alitoka, yuko Tanga ameshatoka. Singida nako hawawezi. Mungu ndo kila kitu. Hawawezi. Yesu ndo atarudi. Yaani ndio imani. Kwa sababu Mungu analeta picha yake, anarudi na anafikiria. Jamani, 500,000 hii hapa. Asante. Tumpe hii 500,000 au tumpe 600,000? Lakini nataka nijiulize, yule aliyesema mwanzoni alikuwa ni Mungu, alikuwa ni yeye? Na aliyesema mara ya pili sauti ya kwanza imesema 500,000 na akapiga mahesabu jinsi zinavyokwenda kutosha. Sauti ya pili imesema 600,000. Dada wasema Mungu amekwambiaje? Unisaidie, uniongezee 100,000. Mungu amekwambia kwamba nikuongezee 100,000? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Mungu atakwambia mwenyewe kwamba nikuongezee 100,000. Mungu mwenyewe atakugusa. Mimi siwezi kuongea tena, nishaongea tayari. Shika hii hapa mama. Barikiwe, 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 ubarikiwe na Baba, ubarikiwe. Jamani, imetimia 100,000 ngapi? 100,000 ngapi? Mama? Hii 600,000 inakutosha biashara? Inanitosha na itaninyanyua sana. Nitakuja kushuhudia. Inakutosha? Kushuhudia, sitopata shida tena. Au utapata shida tena? Sitopata tabu. Naongea, nimesimama kwenye ya madhabahu na Mungu ndo alioni. Yaani nimesikiliza redio na mimi mwenyewe nafsi yangu ikakubali. Kwa hiyo sitoteseka tena. Mtaji wangu utanyanyuka na nitainuka. Na utainuka. Na nitainuka, lakini na waombeni. Japo leo baba anagawa pesa, na waomba msiende kupeleka kwa waganga. Kuna wengine wana tabia ya kufunga asifanikiwe. Naomba msifanye kitu kama hicho. Zipo hizo tabia.
Kuna mtu unampa pesa anafunga anavyojua yeye. Utajifunga mwenyewe. Pokea. Kafanyeni kama biashara, kazi ni hivyo. Pokea mama, asante. Mungu akufungue. Nenda na amani, nenda ukafanikiwe na mume wako arudi kwa jina la Yesu. Amen.